yoyote anayetaka kumwambia anampenda binti yoyote hapa kanisani, tunaamini ya kwamba huyo mtu alimwangalia huyo binti, akawaza mara mbili, akafikiri na akafanya maamuzi yaliyo sahihi, ndo akaenda kumwambia nakupenda, nataka uwe mke wangu tarajiwa. Sisi huko hatuna boyfriend wala girlfriend. Kwa hiyo yote utakayemwambia atakuja kuripoti kwenye ofisi ya mchungaji, na atakapokuja kuripoti siku hiyo utakayemwambia unamtaka awe mke wako au unampenda, anakuja kuripoti hapa na tunakupeleka madhabahuni, tunatangaza kwa watu wote ya kwamba hawa wawili wanapendana na wanataka kuelekea kwenye kuwa mtu na mke wake au mtu na mme wake. Sasa huu ni utaratibu tumeka. Ona sasa, kwa kutokujua utaratibu umeenda umewaambia zaidi ya watu, umemwambia huyu na yule, wote wamekuja hapa. Jamila kaja kusema ya kwamba unataka kumuoa, na Monica naye kaja kusema ya kwamba unataka kumuoa, na hata ungeenda kwa 3 na 4 na 5 wote ungekuja mkusanyika hapa. Acha hiyo michezo, acha hiyo michezo. Hiyo michezo haifanyiki hapa kwenye ile kanisa, haifanyiki kabisa hapa. Unataka kuoa wake wangapi? Hujui huku kwetu mke mmoja na mume mmoja? Najua baba, naomba unisamehe. Okay, mimi nakusamehe, lakini kwa condition moja. Nakupa siku 7 tu. Uwe umekuja hapa kujieleza unataka nani utakayetaka kuambatana naye kwa mke wako. Kama unamtaka Jamila, uje uniambie hapa namtaka Jamila. Kama ni Monica, uje uniambie hapa namtaka Monica. Lakini huku kwetu sisi hatunaga kuwaambia watu wawili alafu naenda nao namna hii. Ni uzinzi kabisa huo, na haturuhusu hapa sisi. Sawa baba. Jomba. Yule Rozi yule, nasikia si una taarifa zake zote? Rozi, nafahamu. Kulikoni? Yule mtoto ndo mwenyewe yule. Nashangaa watu wanamsumbua mpaka anazimia. Kinje, usilete utani. Mtoto watu kaumizwa ujue. Nimesikia kilichotokea. Hata mimi moyo wangu umenuma sana. Sasa naomba kitu kimoja Kinjo. Hebu kaa mbali naye kwa sasa. Jomba, ushaisikia mimi naongelea habari ya wanawake? Mimi nimeshavurugwa sana. Ndio maana sasa napiga zangu pombe tu. Hivi Kinjo, unaweza kuniambia vitu vitatu tu? Nipe vitu hivi vitatu tu ambavyo vimekufanya wewe umevutiwa kwa Rose. Vitatu tu, sitaki vitu vingi sana. Vitatu tu. Mimi kipo kimoja tu. Yule ni wife material. Achana na hawa dada wa mjini. Mimi wameshaniliza sana kiasi cha kunifanya niwe mtu wa pombe sana. Sasa nilikuwa nataka design kama za Rose. Yule ndo mwenyewe. Hata siku ile ya mahari, si uliona alivyokaa pale? Hana mambo mengi kabisa. Sasa Kinjo, kama kweli uko serious na hili jambo, mimi nitakuunganisha naye. Tena hili litakuwa ni jambo la kumfuta Rose machozi. Unaona alivyoumizwa. Sasa kwa sasa bado yuko hospitali anaumwa. Ila akitoka tu mimi nitakuunganisha naye. Ila usiniangushe ndugu yangu. Bwana, twende tukaone huko. Unataka tuende saa hizi? Kabisa. Sawa bwana. Mimi nataka haya mahusiano yetu yawe ya siri. Mtu yeyote asijue, hata mchungaji asijue kabisa. Hata mchungaji? Ndiyo. Unajua sio kila kitu lazima wewe unatoa nje. Mfano, mimi nikikuoa hapo nyumbani, kila kitu utakuwa naambia mchungaji kwanza? Au ni mambo yetu wawili? Tukioana ni sawa, ila kwa kipindi hiki ni muhimu sana mchungaji kujua hata utaratibu ambao umewekwa kanisani, kwamba mwanaume akija kukusemesha kuwa anakupenda inatakiwa ukasimu kwa mchungaji. Utaratibu huu unasaidia sana, la sivyo ungekuta kama wewe hapo umekuja kwangu na unaenda kwa mwingine na tunafaa tujuani.
Sasa huko si ndo kwanza kuchezewa? Kelvin, unawaza nini? Kuna shida yoyote au nimeongea neno baya? Hujaongea vibaya, ila mimi toka nazaliwa mambo yangu huwa ni asiri, ndo nimekuwa hivyo na nimelelewa hivyo. Sasa haya mambo ya kuanika mambo yangu kila kona naona yananitesa sana. Mimi sidhani kama nitaenda kumwambia mchungaji mambo tuliyoongea, ila ni muhimu sana mchungaji kujua kuwa sisi tumeanza safari ya kuwa wapenzi, kwani ni jambo la baraka sana. Pia azidi kutuombea kwa Mungu. Ni kweli, ila mimi naomba kwanza uwe msiri, alafu mambo mengine tutaweka hadharani kwa jinsi siku zinazozidi kwenda, au sio? Jomba kaniambia uko serious, unaitaka ile turbo iliyoanguka siku ile pale kanisani. Yaani nina siku 2 sasa namwaza tu, hata naona pombe zipandi tena. Namwaza yule tu, sijui kanipa nini, au umesahau lile pozi siku ile alokaa kwenye mahali. Wife kweli sio mchezo. Basi tena kuisha habari yako na yule ulomrudisha kwao. Je, kwani nilimuoa? Si ulitaka kuchumbiana tukashindwana? Ndio imetoka hiyo, maana aliniumiza sana mpaka nikataka kuwa mlevi wa kutupo. Huyo sasa ndo mwenyewe. Kweli simba akitaka kufa lazima atafute kichaka cha kufia. Kinjo na ujanja wako wote umetegwa na ile skani ya turbo. Kwanza mpaka sasa ipo hospitali imezimia. Umeisha ndugu yangu, huna ujanja tena hapo. Kweli mwanangu, nimekamatika kama ndege kwenye tundu bovu. Pale wakati anaanguka kidogo tu nimdake, sikujua kama atazimia, na wala sikusoma mchezo kabla. Monica. Yes, Kevin. Nataka leo tujenge misingi ya mahusiano yetu. Natamani sana chumba yetu ufike mbali, ili ndoa yetu ije kuwa matata sana, ambaye kila atakayesikia na kuiona na anapagawa kabisa. Ya, Kevin. Misingi ni kitu muhimu sana kwenye mahusiano, na haya ndo mahusiano yenyewe. Mahusiano yasiyo na misingi hayawezi fika mbali. Una akili sana Monica. Sasa kabla ya yote, tabidi tulinde mahusiano yetu kwa siri kubwa sana, na pia asijue mtu yeyote kama mimi na wewe tupo kwenye mahusiano, maana uchawi ni mwingi sana. Mimi nimeona watu wakilogana hata makanisani, tena makanisani ndio balaa. Ni kweli, watu wivu mwingi sana, hasa sisi wanawake tuna wivu sana. Sasa umenielewa vyema, yaani siri iwe kubwa, hata mchungaji haina haja ya kujua chochote. Akikuuliza chochote, wewe kana futi mie, ili mradi tuendelee kulinda mahusiano yetu kwa nguvu zote. Na kuelewa Kevin, hapo tutakuwa tumewaziba wote wenye chuki na roho mbaya kwenye maisha yetu ya mahusiano. Baba, nimekuja kukushukuru sana, kwani najua unatuombea sana watoto wako pale ambapo tunaenda njia sio sawa. Amen, amen. Mchungaji ni baba, lakini pia ni mlezi wa roho yako. Endapo kama utakubali kuonywa na kufuata maelekezo atakayokupa,
utafanikiwa sana sana. Hakika ninafurahia sana kuelekezwa na kuonywa na wewe baba. Baba, nimekuja kukueleza kwamba nimefanikiwa kuachana nao wote wawili, Jamila na Monica. Okay. Hakika nataka nianze mwanzo mpya na Mungu wangu ili niweze kuimarika kwenye maombi na ibada sawa sawa. Okay. Mimi nakutakia yaliyo mema katika huu mwanzo mpya wa kutembea na nguvu za Mungu. Amen. Namshukuru sana Mungu. Hii kitu naomba isijirudie tena. Unajua sio vyema kuwaambia mabinti wawili kwamba utawaoa na wakati unajua huwezi kufanya hivyo. Nakumbuka ukichezea hisia za wale mabinti wakaamua kunyanyua sauti zao na kumlilia Mungu, Mungu anajibu. Anyway, hii kitu ni hatari sana. Ni hatari kwako na kwa kizazi chako. Kwa Biblia inaeleza ya kwamba maisha ni mbegu. Chochote unachokipanda utakivuna. Usipokivuna wewe, kwa hakika yake utavuna watoto wako. Watoto wako wasipovuna, watoto baada ya watoto wako watavuna. Lakini lazima ulichokipanda, kuna mahali kuna mtu atavuna. Sasa ni vyema sana wewe ukajua unapitisha mbegu gani kwenye maisha yako ya leo na maisha ya baadaye na vizazi vyako. Hii michezo unayocheza hii, unaweza kuona kama ni michezo ya kawaida leo, lakini itakaposikika kwamba mtoto wako amechezewa hivyo, itakuuma sana. Au utakaposikia mjukuu wako kachezewa hivyo, itakuuma sana. Wazee wengi huwa wanakuja kukumbuka kusema, hata mimi nilikuwa hivyo. Haisaidii kitu. Pitisha mambo mema kwenye channel ya maisha yako ili watoto wako wawe warithi wa mambo mema. Sio, unaelewa? Nakuelewa sana baba. Basi ninaomba nisisikie tena kwamba unachezea hisia za hawa mabinti zangu. Sio hawa tu ambao una kesi nao, hata wengine. Nisisikie umechezea kabisa hisia zao. Haujakatazwa kuoa. Kama nataka kuoa, zipo njia sahihi na taratibu sahihi za kuoa ambazo zitampa Mungu tukufu, na zipo kwenye kanisa. Zifuate hizo. Sawa baba, nimekuelewa sana. Asante sana. Na kuhakikishia hii nyumba utaiona chungu. Naona mnataka kunipanda kichwani. Mnaniona mimi ni mtoto, sio? Unajidai ulikuwa mlima wa maombi, kumbe ulikuwa kwa Sasha. Leo naanza na wewe. Nikimalizana na wewe, nitaenda kwa Sasha. Mtasema yote, wapuuzi nyinyi. Sandra, hebu naomba niache. Hebu achana na haya mambo. Yaani unajua, natamani nipate utulivu. Lakini naona jinsi ninavyozidi kutafuta utulivu, wewe ndio unakuwa kama napagawa sasa. Napagawa mimi, sio? Yaani mnafanya ujinga wenu huko kote, halafu unarudi unasema napagawa mimi? Sandra, na kuahidi kama bwana wangu aishivyo, ninakupa wiki moja tu ya kumkataa shetani anayekutumikisha mpaka uhivi ulivyo. I'm telling you, 1 week nakupa umkatae huyo shetani. Lakini kama utataka kuendelea kuambatana naye na kumkumbatia, nitaliitia jina la Bwana na Bwana atashuka kwa uweza na nguvu. You will surrender. Utasarenda mwenyewe. Sitaki tufike huko. Acha vitisho. Hivi Sandra, unaelewa hiki kitu katika ulimwengu wa roho kina maana gani?
hivi tunavyogombana hivi, unarusha maneno. Do you know, unaelewa ina maana gani? Hivi unajua kwamba Mungu ni Mungu wa amani. Ndio maana akamtambulisha Yesu kama mfalme wa amani. Mahali ambapo amani haipo, Mungu naye hayupo. Kwa lugha nyingine, haya mambo haya tunayoendekeza haya ndio yanayoondoa uwepo wa Mungu katikati ya nyumba. Tunaanza kukaa tu kama vile kama Ichabod, mahali ambapo hapana uwepo wa Bwana. Hasa angalia sana kwa sisi ambaye tumezoea kukaa na uwepo wa Mungu na tunafanya kazi ambazo wakati wote tunataka tu tuna uwepo wa Mungu, inatutesa sana sana. Ni mateso makubwa sana kukaa katika hali ambayo hamna uwepo wa Bwana. Hebu naomba acha haya mambo, achana nayo haya mambo. Hongereni sana, tunatumaini mmefurahia huduma zetu. Na tunawakaribisha sana hapa Mega Lodge Hotel. Kwa hiyo karibuni sana. Sisi tunashukuru sana, tumefurahi kabisa, tumeenjoy. Nashukuru. Lakini pia tunaahidi kurudi tena kwa ajili ya mapumziko zaidi siku za karibuni. Asante, tunafurahi kusikia hivyo. Tunasubiri kwa hamu sana. Nashukuru sana. Asante. Tutarudi. Asante sana. Asante sana. Hakika nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha yangu yote. Asante sana mpenzi wangu, na mimi nimekuchagua wewe tu. Hakikisha hii inakuwa siri yetu na asijue mtu yoyote, maana watu wanawivu sana. Naelewa sana. Asa sisi wanawake ndo kabisa tunaoneana sana wivu ambao hauna hata sababu. Wakijua lazima wivu wapande. Mai, si wanawake tu, asijue mtu yoyote, si wazee wa kanisa, mchungaji wala mashemasi. Si unajua pale wale wakianza kufuatilia wanakuganda bala. Usijali mpenzi, na kuelewa kuliko hata unavyozani. Jana ulikuwa wapi na Monica? Monica yupi? Wewe unawajua kina Monica wangapi hapa kanisani? Kuna Monica wangapi? Yupi na yupi? Monica yupi na yupi hapa kanisani unamjua? Mzaburi anasema niende wapi nijifiche na uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu, nao huko upo. Okay. Pale ulipokuwa unasema kwamba iwe siri, ulikuwa unamaanisha iwe siri kati ya nani na nani? Kweli Mungu yupo. Baba, naomba unisamehe. Sikia nikwambie, imradi umekubali mimi nikufuatilie kiroho, huwezi ukanificha lolote. Labda tu niamue kukaa kimya, la sivyo kataa kabisa kulelewa kiroho na mimi. Hapana baba, nahitaji kulelewa na wewe, maana kwako najiona niko mikononi salama sana na katika malezi bora ya kiroho. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia.
endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.